kule nyumbani Ruangwa kwa ndugu yangu Kassim Majaliwa, Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kupata fursa ya kuwashukuru wana Ruangwa kwa kuwaletea, amesema Dr. Asha Rose Migiro hapa kwamba Lindi kama ni mgodi umetema haswa. Sasa niliwashukuru wana Ruangwa kwa kuniletea hii graphite Kassim Majaliwa. Make kule Ruangwa si tunachimba graphite. Kwa hiyo na yeye ni graphite. Kwa hiyo wametuletea, tumeitumia miaka 10 kama waziri mkuu. Lakini ametumikia Ruangwa miaka 15 kama mbunge wao. Na jana nimesikiliza kwa makini maendeleo yaliyopatikana pale Ruangwa. Ruangwa oye! Majaliwa safi! Na nilimshukuru yeye mwenyewe, yeye binafsi kwa kujitoa kwa taifa hili na kulitumikia kwa weledi mkubwa. Kassim oye! Niliwaahidi wana Ruangwa na nawaahidi wana Lindi leo kwamba bado serikali tutaendelea kumtumia. Niwashukuru pia wananchi wote wa mkoa wa Lindi kwa mapokezi mazuri. Nasema nilianza pale Ruangwa, mambo yalikuwa ni moto. Nikatoka pale nikaenda, umetoka Ruangwa tumeenda Mtama, mambo ni moto. Na tumekwenda asubuhi hapa Mchinga kwa Mama Salma, mambo safi. Na sasa Lindi mjini, mambo ni juu kwa juu. Kwa Lindi oye! Na washukuru sana wana Lindi sana kwa mapokezi mazuri haya. Lakini nishukuru kwa sababu hapa ni kituo changu cha mwisho. Nishukuru uongozi wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi na wilaya zote na wote walioshirikiana nao kuandaa ziara hii ya kuomba kura. Tumekwenda vizuri na tunamaliza hapa salama usalimini. Lakini ndugu zangu wana Lindi, leo tumepata taarifa si ya kupendeza kule Zanzibar. Rais wa Zanzibar ameondokewa na mdogo wake. Lakini mdogo wake huyu alikuwa ni mgombea ubunge jimbo la Fuoni. Lakini Mungu amemhitaji na ametangulia mbele ya haki. Kwa niombe kwa imani zetu kwa dakika moja nasi tumuombe na Mwenyezi Mungu ailaze roho yake pahali pema peponi. Amen. Na kwa taarifa tu kwamba watazika kesho baada ya Ijumaa. Kwa tutakwenda kuungana nao. Ndugu zangu, niwashukuru ndugu zetu walioungana nasi leo. Kuungana nasi ni jambo moja, lakini walioyaeleza ni mazito sana. Kwa nawashukuru kwa maoni yao, wameona hivyo na wakaona waje kuungana nasi. Nina imani wale wengine ambao bado wana roho za kukereketwa, wakiwasikia kama hawa, roho zao zitakuwa zinapoa na Mungu anawapa utulivu wa nyoyo ili wote tuungane na Tanzania yetu tuende nayo kwa salama, kwa utulivu, kwa amani, wote tuwe wamoja. Tanzania oye! Kwa hiyo kwa dhati kabisa kwa niaba yenu nawashukuru ndugu zetu wote walioungana nasi leo. Asanteni sana. Kilichovutia zaidi ni kwamba mama amemwambia baba, bwana hakuna matumaini huko, twende huku. Na wote wamekuja pamoja hapa. Baba na mama oye! Ndugu zangu wa Lindi, toka jana ninapozunguka nimewasikiliza wagombea ubunge wa majimbo takribani yote ya Lindi. Na wale niliofanikiwa kufika kwao nimefika kwao.
nimesikia mambo ambayo yamefanyika ndani ya mkoa wa Lindi, kwenye mambo ya sekta za kijamii, kwenye mambo ya sekta za kiuchumi. Nimeyasikia vizuri sana. Kwa kweli kazi imefanyika. Kazi imefanyika. Nilikuwa nawaambia wenzenu kwamba hakuna awamu itasema nimemaliza kazi yote. Hakuna. Lakini kwa kweli katika kipindi hiki cha miaka 5 iliyopita kazi kubwa imefanyika. Na kama mtatupa ridhaa kuendelea, mengi ya yaliyoanza hapa tunakwenda kuyamaliza kwenye awamu ya 6. Kwenye kipindi cha pili cha awamu ya 6. Kwa mfano, usambazaji wa umeme ndani ya nchi yetu. Tumemaliza vijiji vyote vya nchi hii. Tuko nusu ya vitongoji vya nchi hii. Kwa tunapokwenda awamu ya pili, awamu ya 6 ni kwenda kumaliza usambazaji wa umeme. Kitakachobaki ni mtu kuuza mazao yake, atamani umeme uingie ndani ya nyumba yake, ndani ya duka lake, ndani ya taasisi yake. Lakini kwa usambazaji wa umeme, vijiji na vitongoji tunakwenda kumaliza. Maji safi na salama. Tumefika karibu 87% kwa percentage ya pamoja nchi nzima, mjini na vijijini. Ingawa kuna mikoa ambayo mijini tumeshavuka, tuko 100%, na vijijini tumevuka ile asilimia tuliotumwa na ilani. Lakini kwa nchi nzima kwa ujumla hatupungui chini ya 87 mpaka 90. Sasa awamu ya pili ya awamu ya 6 tunakwenda kumaliza tatizo la maji. Tunataka kuhakikisha kila Mtanzania yuko karibu na maji safi na maji salama. Kwa hilo tunaweza tukasema nalo tunakwenda kulimaliza, lakini bado tutafanya kazi ya maji. Kwa sababu lazima vyanzo tuvitunze, tuifanyie ukarabati, watu wapate maji. Tutaendelea, lakini tunaweza kusema tunamaliza. Kwenye afya na elimu, kwa kuwa idadi ya watu inazaliwa, wanakuwa na mahitaji, siku zote watahitaji madarasa, pamoja na kwamba tumejenga mengi, lakini bado tutaendelea kujenga. Vituo vya afya tutajenga, zahanati tutazijenga, vifaa tiba na madawa tutapeleka. Kwa hiyo tutakwenda, hatusemi tumemaliza, lakini tutahakikisha tunasogeza huduma hizi karibu sana na wananchi. Kwa hiyo ndiyo kazi yetu. Lakini nataka kusema hapa tulipoanza na awamu ya 6 miaka 5 iliyopita, kazi imefanyika. Na kwa maana hiyo niwapongeze sana sana mkoa wa Lindi kwa maendeleo yaliyopatikana. Ni kweli kama walivyosema wengine, tunakwenda kuufungua mkoa. Tunakwenda kufungua ukanda wote wa kusini, Lindi, Mtwara mpaka Ruvuma kule, tunakwenda kufungua. Kwa mfano kwenye masuala ya usafiri na usafirishaji, tumejitahidi kwenye barabara, hatujamaliza, kazi inaendelea. Kwenye anga, ujenzi wa viwanja vya ndege, Ruvuma, Mtwara, hapa Lindi, kama alivyosema Waziri Mkuu, awamu yetu ya pili, awamu ya 6, tunakwenda kujenga kiwanja cha ndege cha Lindi. Kwa hiyo kwenye masuala ya viwanja vya ndege nako tumejitahidi. Usafiri wa kwenye maji nao tunajitahidi, na tunafikiria usafiri wa reli, lakini hautagusa Lindi ila utawahusu. Maana utaanza bandari ya Mtwara kwenda juu Nyasa, bandari ya Mbamba Bay. Kwa utarahisisha mazao yatakayolimwa Lindi, kurahisishwa usafiri kwa urahisi na kwenda nchi jirani za Mozambiki na Malawi na kwengineko. Kwa hiyo niwapongeze sana Lindi kwa maendeleo hayo. Nimesikiliza hata hivyo wabunge, wagombea ubunge waliokuja kuzungumza hapa, na nimesikia changamoto ambazo bado zinahitaji kufanyiwa kazi, na kwa ujumla nimekusanya maeneo kama 5, 6. Eneo la kwanza ni barabara. Barabara bado, miundombinu ya barabara, madaraja bado. Kwa Tanzania nzima, hii ni kipaumbele namba 1 kule mbele tunakokwenda.
bado kunahitaji kufanyiwa kazi. Kwa hiyo masuala ya barabara tutaendelea kuyafanyia kazi. Na kwa hapa Lindi tumeweka maeneo ambayo tumewapa kipaumbele, yapo kwenye ilani. Tunakwenda kuzijenga zile barabara ndefu zinazounganisha mkoa na wilaya zake, lakini kusema ukweli, kazi kubwa ya barabara imefanyika ndani ya mkoa huu. Lakini eneo la pili ambalo wamelisemea ni eneo la wanyama waharibifu. Hili nimelisikia maeneo mbalimbali ya ndani ya mkoa huu, hata Mtwara nimelisikia. Lakini tumelibeba, tumeanza kulifanyia kazi kwa kuongeza idadi ya askari wale wanaolinda vituo mbalimbali, kuwalinda wanyamapori wasivuke kutoka kwenye maeneo ya hifadhi na kwenda kwenye mashamba ya watu. Lakini pamoja na hayo, tunakwenda kujenga tena vituo mbalimbali, maeneo mbalimbali ndani ya mkoa huu, Mtwara na kwengineko, hata kule Ruvuma tatizo hili walikuwa nalo. Lakini zaidi ya hayo, tunanunua drones au ndege nyuki zinazoweza kufukuza wanyama hawa na kuwarudisha kurudi mashambani kwao. Lakini jambo jingine ambalo limesemwa kwa sauti kubwa ni masoko na stendi katika maeneo tofauti. Hili nalo linakwenda kuwa kipaumbele kule tunapoingia awamu ya pili. Suala la vyuo na vyuo vya VETA, hii kazi tumeifanya kwa kiwango kikubwa. Tumeifanya kwa kiwango kikubwa. Tumejenga vyuo karibu kila wilaya. Nadhani tumefanya kwa wilaya zaidi ya 100 na wewe misondo umepigaje hapo? Wewe misondo umepigaje hapo? kubwa vitatu. Masuala ya uwanja wa ndege nimeshasema, uwanja wa ndege unakuja kujengwa na waziri mkuu amefafanua vizuri sana kwamba uwanja wa ndege unakuja kujengwa. Lakini natambua kule Lindi Kusini ambako nako pia tutafanya airstrip, tutaweka uwanja wa ndege mdogo. Kuna madai ya fidia ambayo tayari malipo yao yako tayari. Nilikuwa nanong'ona na waziri mkuu akasema almost tayari na yanaanza kulipwa. Kwa hiyo kwa masuala ya fidia kule Lindi Kusini na kwenyewe mambo yako vizuri. Ndugu zangu, nimshukuru sana waziri mkuu kwa kunisaidia ufafanuzi wa mambo kadhaa aliyoyasema hapa, na hata lile la bandari amelisema vizuri, liko kwenye ilani na tunakwenda kulifanyia kazi. Sasa baada ya kusema hayo, nigusie masuala ya kimkoa. Ndugu zangu, mnasikia adhana iko kwa karibu hapa. Ngoja tuipishe kidogo.
CCM oye! Haya, tuendelee. Nilikuwa nagusia mambo yaliyofanywa kimkoa baada ya kusikiliza yale ya jimbo moja moja. Sasa kimkoa, la kwanza ni swala la chuo ambacho kama nilivyosema ndaki ya kilimo, chuo kikuu cha Dar es Salaam inajengwa hapa Lindi, lakini pale Ruangwa kuna kampasi ndogo ya chuo hicho itakuweko pale Ruangwa. Lakini mbunge hapa ameomba chuo cha ufundi ambacho tunasema kwamba kila mkoa utakuwa na chuo kimoja kikubwa cha ufundi. Lakini jengine kwa upande wa elimu ni shule ya sayansi ya wasichana ambayo iko pale jimbo la Mchinga. Hii ni shule ya mkoa mzima, kitapokea wanafunzi pia kutoka maeneo mbalimbali. Iko pale kwenye jimbo la Mchinga. Kwenye miundombinu mkoani Lindi tunatekeleza miradi ya dharura ya madaraja 13 kwa jumla ya shilingi bilioni 113 na milioni 300. Katika miaka mitano ijayo tutaendelea kuboresha miundombinu ya barabara na kipaumbele chetu kitakuwa kukamilisha miradi ambayo tumeshaianza ili wananchi waanze kunufaika. Miongoni mwa miradi ambayo tutaipa kipaumbele ni barabara Mnivata Newala Masasi yenye urefu wa kilomita 160 na daraja la Mwiti. Lakini vile vile barabara ya Dar es Salaam Kibiti Lindi Mingoyo yenye urefu wa kilomita 477. Hizo ni kipaumbele chetu, tutazimaliza alafu ndio tutashika nyingine. Lakini niseme kwamba mwezi Septemba mwaka 2023 niliweka jiwe la msingi la mradi wa kimkakati ujenzi wa bandari ya uvuvi kule Kilwa kwa shilingi bilioni 279.5, mradi ambao utakapomalizika tunatarajia utatoa ajira za moja kwa moja na zisizo za moja kwa moja 30,000 ndani ya mkoa wa Lindi. Na amesema hapa mgombea ubunge kwamba meli kutoka mbalimbali zitakuja pale aidha kubeba samaki au kuleta samaki wao. Na kwa sababu tunaleta umeme wa kutosha ndani ya Lindi, tunaweza pia tukawa na viwanda vya kuchakata samaki vikawa pale kwenye bandari au karibu na bandari. Kwa hiyo hilo ni sehemu nyingine. Lakini niseme pia kwamba kwenye miundombinu kwa upande wa TARURA, bado TARURA kila mwaka tunaiongezea fedha ili ipasue barabara zinazoleta urahisi kwa wakulima, lakini pia wananchi, usafiri na usafirishaji, na kuiunganisha wilaya zote, kama sio kwa lami basi kwa changarawe, kuziunganisha wilaya na makao makuu ya mkoa. Lindi oye! Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka 4 iliyopita tumewakopesha wavuvi hapa Lindi jumla boti 9 za kisasa zenye thamani ya shilingi milioni 712. Na katika kuzidi kuwawezesha wavuvi na wakuzaji wa viumbe maji, tutatoa mikopo na vifaa vingine kiwemo boti za uvuvi na kujenga vizimba vya ufugaji wa samaki ili kuongeza tija na fursa za ajira. Kama nilivyosema, tunafikiria kuweka kiwanda cha kuchakata samaki hapa. Sambali ya samaki watakaovuliwa Bahari Kuu, tutaweka vizimba pembezoni mwa bahari ili vijana wetu waweze kufuga samaki na tutengeneze ajira za vijana. Ndugu zangu, swala la umeme limesemwa vizuri, lakini tuna mradi wa gridi imara ambao tumeshaanza kufanya kazi kwa mikoa ya Ruvuma, Lindi na Mtwara. Tutakamilisha ujenzi wa kituo cha kupokea na kupoza umeme cha Maumbika wenye thamani ya shilingi bilioni 143 ili kuongeza nguvu ya umeme ya hapa mkoani Lindi. Na kama nilivyosema, uwepo wa umeme huu lengo lake ni kwamba tuje tuweke kongani za viwanda, lakini pia kufufua viwanda ambapo vilikuwepo vya kubangua korosho lakini vimekufa, kama kiwanda cha Nachingwea Cashew Nuts na kiwanda cha mafuta kule Ilulu. Tuna matumaini ya kuvifufua ili vifanye kazi.
Vile vile tutaendelea kujenga uwezo wa ushirika. Vyama vyetu vya ushirika tutaendelea kuvijengea uwezo ili ushirika uweze kushamiri, na hasa ushirika wa kilimo biashara, na kuwawezesha wazalishaji kufanya biashara za kilimo. Katika miaka mitano iliyopita tumeanzisha benki ya ushirika kwa mtaji wa shilingi bilioni 55, huku wamiliki wakubwa wakiwa ni wanaushirika wenyewe. Tunapoenda mbele, tutajenga ushirika imara zaidi wenye uwezo wa kuanzisha na kuendesha viwanda na kuongeza thamani ya mazao yetu ili kupunguza gharama za uzalishaji kitaifa. Gharama za uzalishaji kitaifa, kama ninavyosema kwengine, nasema na hapa Lindi, tutaanzisha vituo vya kukodisha zana za kilimo, lakini pia tutaleta matrekta ya mikopo, na yale ambao wakulima wataweza kununua wataweza kununua. Ndugu zangu, tutaendelea na ruzuku zetu, ruzuku za kilimo, mbolea, salfa, sumu ya wadudu, dawa ya yale ugonjwa wa blight, yote tutaendelea kutoa. Lengo ni kufanya watu wazalishe zaidi, tuuze zaidi, halmashauri zikusanye zaidi, na nchi ipate zaidi, lakini muhimu mkulima apate zaidi ili aweze kumudu maisha yake na kuinua hali yake. Kwa upande wa sekta ya madini ndani ya mkoa wa Lindi, imeendelea kukua kwa kasi, ambapo tangu mwaka 2020 leseni zilizotolewa kwa wachimbaji wadogo zimeongezeka toka 1034 hadi 1983. Vile vile tumejenga soko la madini na tunakwenda kujenga soko jingine, tuwe na masoko mawili ya madini ndani ya mkoa huu wa Lindi. Na tunapokwenda mbele, mkitupa ridhaa, ahadi yetu ni kuongeza kasi ya upimaji wa maeneo. Nchi yetu mpaka leo tumepima 16% tu ya nchi nzima, ndio hayo madini tunayochimba. Tuna lengo la kwenda kupima tena 18 mpaka 20 ya nchi hii, Lindi ikiwemo, kubaini maeneo yenye madini mengine ili kuyafungua na vijana wapate kazi za kufanya. Kwa hiyo tunakwenda kupima maeneo ili tubaini uwepo wa madini, tufungue, na wachimbaji wadogo ndiyo kipaumbele chetu. Ndugu wananchi, pamoja na hayo niliyoyaeleza, natambua kiu yenu kubwa na ya Watanzania wote kwa ujumla ni kuona mradi wa gesi asilia kimiminika, yani LNG, wa kule Likongo Mchinga. Sasa mradi huu ni mradi mkubwa sana, ni mradi wa dola bilioni 40, dola za Kimarekani bilioni 40. Sasa anayewekeza lazima awe na uhakika wa pesa yake anayokuja kuiweka hapa itamzalishia kitu gani. Lakini na sisi tunaoletewa mradi lazima tuwe na uhakika mradi huu tutapata nini kutokana na mradi huu na maliasili yetu inayokwenda kutumika. Kwa maana hiyo, tumekuwa na mizunguko ya mazungumzo. Ndugu zangu, tumezungumza sana kwa miaka miwili sasa, tunakaribia kukubaliana. Tuko hatua za mwisho za kukubaliana. Baada ya kukubaliana kabisa, tutasaini mkataba na wataanza pirika za mradi. Nachotaka kuambia Wanalindi, mradi upo, lakini hatuwezi tu kupokea mradi ambao usingekuwa na manufaa na nchi yetu. Lazima tuzungumze, tuelewane. Mradi utakapokaa hapa, tujue tunapata nini, wanapata nini, na tunaendaje. Kwa hiyo mradi, ndugu zangu Wanalindi, upo, ahadi iko pale pale, na ndio maana kile chuo kinaendelea kujengwa ili kuanza kuwafundisha vijana wetu ili wapate ajira kwenye hilo eneo. Ndugu zangu Wanalindi, mambo ya masoko nimeshazungumza, lakini hili la masoko na stendi, kuna aina mbili Wanalindi.
na hapa nizungumze na madiwani, viongozi wa chama na wale wa serikali kule waliko watanisikia. Kuna miradi ambayo inatusukuma tujenge masoko na stendi. Mradi wa TACTIC, na kwa Dar es Salaam pale kuna mradi unaitwa DMDP. Unajenga mabarabara, masoko, stendi na mambo mengine. Lakini kwa huko mikoani kuna mradi unaitwa TACTIC, ndio unaojenga masoko na mambo mengine. Lakini kwa kujua kwamba utashi na mahitaji ya masoko na stendi ni kwa Tanzania nzima, tumeanzisha mfuko pale TAMISEMI, kwa sababu stendi hizi na masoko baadaye zikisha kujengwa zinafanya biashara, halmashauri watafanya biashara. Kwa hiyo tumeanzisha mfuko pale TAMISEMI maalum wa masoko, ili halmashauri zikope TAMISEMI zijenge masoko, alafu wanapofanya biashara masoko yale yarudishe kwenye mfuko. Kwa hiyo nina fursa nyingine ambayo nataka Wanalindi muifahamu. Badala ya kudai tu serikali njoni mtujengee, hapana. Halmashauri jipange, ikope TAMISEMI, ijenge soko lifanye biashara, warudishe kwenye mfuko. Kuna pesa za kutosha pale, nendeni mjue hatua zinazotakiwa ili mkope, masoko yajengwe, halmashauri zijenge masoko. CCM oye! Lakini kwa upande wa stendi tumeanza na tunakwenda kuimaliza. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo ya kimkoa na tumesikia mengi ya jimbo moja moja, sasa niseme lililonisimamisha. Kwanza kusema tutafanya nini, kitupa ridhaa. Lakini pili ni kuomba ridhaa yenyewe sasa. Ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kinaomba ridhaa kwa Wanalindi. Tunaomba ridhaa mtuchague, na tunakuja kwenu kwa sababu tumeweza na tuna imani tutaweza. Tutaweza kwa sababu mipango tunayo, tumeweka kwenye ilani na tumetengeneza ilani ndogo za kila mkoa kuwaeleza tutafanya nini kwenye mkoa huo. Na yale yote tuliyoyaeleza mle, tayari tunajua fedha ya kutekeleza yale tutaipata wapi. Lakini kubwa zaidi ni kwamba ndani ya nchi yetu tumeweza kukuza ukusanyaji wa mapato. Tunakusanya mapato, sisemi ya kutosha, lakini mengi kidogo, ambayo yataturuhusu kufanya yale ambayo tumeyaweka mle. Na kwa yale yanayotaka pesa nyingi sana, tunajua tutazungumza na nani, atatupa mkopo wa aina gani, tutajenga, halafu polepole kama nchi tutakuwa tunalipa. Kwa hiyo tunaweza, ndugu zangu, Chama cha Mapinduzi kinaweza, serikali zake inaweza. Niwaombe sana, tarehe 29 wabunge wapo, mkakichague Chama cha Mapinduzi. Lakini nitakachofanya sasa ni kukabidhi ilani zenyewe kwa wabunge wa majimbo yote, halafu waziri mkuu atakuja hapa ungane nami. Sasa mimi pamoja na wabunge na madiwani tutaomba kura zenu. Kwa sasa naomba nikabidhi ilani kwa wagombea ubunge. Asante. Toti, karibuni. Wakati ilani zinagawiwa.